Bwega sana murithiri wa Meru TV ntuenge ndongi twinambere kwa tukirikanaga kairi kiri mubango wetu wa Rumuri Extra. Mubango wetu yanambere kwa tukimurikaga mantu mwanya na monokuruki tukainambere kwa tukimenyaga tukainambere kwa tukirutanaga na kumenya mantu manene mara antu barolete kire mugongo. Wenyewe munde turiaga uchukuru ya Mikombone Day no turi kire mwarimu Njoroge akainambere kwa gitwereza marito make nkuruki ara tureta kuona mantu marethire twakurutha mantu makurigaria kithomo kana kunyithanyithia ngarama ya kithomo kuthomithia na njira ya kiindi ara ethire twagitumira ume bwake na kuena mantu makuthomithia ntu na marama gutema kinyari twa bathi na mbere kwigwa bakiweragirwa kithomo kwa gwatania nani famina zo kimathikire mubango wetu muthenya we mundi twinambere kwa tukimenya maingi mamwegi na maigero rugendo rwake kumabura mbangirie na mwankara na mubango abangite uchuira ko mkoroki. Karibu sana mwalimu. Asante. Shukrani sana kwa kuungana na Meru TV. Asante. Tumefurahi kuwa hapa siku ya leo. Basi salimia mtazamaji wa Meru TV, mwambie jina lako na ndipo tuweze kuendelea. Hamjambo watazamaji wapendwa. Kwa majina yangu naitwa Kagwero Njoroge. Mimi ni mwalimu hapa Mikombone Day Secondary. Na somesha somo la hesabu na biashara. That is mathematics and business studies. Okay, basi Kagwero ni nani? Mtu akiulizwa Kagwero, huyu Kagwero tunasema Kagwero ni nani? Ametokea wapi? Mtu atasema Kagwero ni nani? Mimi ni mwalimu. Lakini kabla niwe mwalimu nilikuwa nafanya kazi kwa bank. Okay. Na pia mimi ni msomi wa mambo ya technology na mambo ya biashara. Kwa hivyo hii ni mambo ambayo nimekuwa nikiasoma kwa muda. And so I would say I'm a student of life. Yeah. Yes. Okay, thank you. So kuna huu mpango wa kufunza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanashika na wana enjoy, they're enjoying what they're being taught, wakiangalia na wakiangalia na wakiona. Huu mpango ulianza aje? Ulikuja na hii idea aje? Ama what came up over you so that tukakuja na huu mpango na ukahakikisha kwamba unafaulu? Asante. Niliajiriwa kama mwalimu mwaka 2018. Na kutoka huo wakati nimekuwa nikiinteract na wanafunzi. Na wananiambia shida ambazo wanaona. Yeah. Na ni jambo limenichukua took me like 3 years to try and understand kati ya hizi shida zote wanafunzi wangu wako nazo. What is the one problem that I can solve? And so because niko na background ya biashara na a bit of technology, so I was asking myself ni nini naweza fanya na chenye already nimesoma kuwasaidia wanafunzi wangu. So project yangu ya kwanza nilitengeneza website ya wanafunzi. Nikaenda nikafanya analysis ya YouTube video zote ambazo zinaweza wasaidia katika hali ya kufanya revision. So I did a study of about 7,000 videos. Kati hizo 7,000 videos I narrowed down to 2,500 ambazo ni in the 4 main subjects: mathematics, chemistry, biology and physics. So I prepared a website for them. Na nikapanga hizo videos kulingana na syllabus. So mwanafunzi akiwa na changamoto kwa topic fulani, ka subtopic fulani, akienda kwa hiyo website inaitwa darasavr.co.ke, mwanafunzi anapata video zote ambazo anahitaji. So that was the first one. And then nikajiuliza nimesaidia mwanafunzi ambaye ako mbali na pia wangu. But still kitu moja kikanisumbua because kama msomi unakaa ukijiuliza maswali. So I kept asking myself, kwa nini blackboard ama whiteboard? Nani alisema lazima ikuwe nyuma ya mwalimu? Inaweza kuwa mbele pia. Why can't we think of something?
Because ukiangalia kwa darasa venye linakuwa limepangwa wakati linajengwa, mahali desk ya mwisho iko na ubao, hiyo space ni ile mwalimu anaachiwa. Lakini pia chenye watu hawakumbuki ni kwamba hiyo distance niyo distance kati ya mwanafunzi na content. So wakati blackboard iko mbali, ndivyo content yenye mwalimu anaandika iko mbali. Na changamoto nyingine ni kwamba wakati mwalimu anaandika kwa ubao, you have to face away from the students ili uandike kwa ubao. And sometimes wakati unaandika unasikia mwanafunzi amekwambia songa kidogo, sioni. Kwa hivyo mwalimu anaandika kitu smart, lakini mwenyewe ndiye ana obstruct yenye anaandika. So I kept thinking nini tunaweza fanya. So katika pilika zangu za kusoma, nikapata conference moja ilikuwa inafanywa US. Na yule mtu alikuwa na present na kioo. Nikakuwa interested sana, kioo vipi? Vipi sasa? Na kwa sababu naelewa kidogo, wakati unaandika kwa kioo, mwenye ako yule pande mwingine anaona ikiwa reverse. Hiyo kitu ikanichanganya kidogo. So I decided to find out, and then I came across one of the companies zenye wanatengeneza hizo aina za vioo. Lakini sasa hizo vioo zao ni very expensive. Kukuwa na full studio ambayo iko na kioo, iko na cameras, iko na hizo cable zote, na iko na monitors na lighting is over 2 million. Kwani a whole studio. Vioo zinakaa aje kama si vioo za kawaida kama tulivyozoea kuona? Si vioo za kawaida. Ukitaka kujua kioo cha kawaida, ukiangalia upande ambao umekatwa, it's green. Lakini interesting, ukiangalia kioo cha plastic, mahali kimekatwa, ni clear, ni transparent. Mwalimu, mpango labda ni challenges gani unazopitia, ama mpango mzima ni challenges gani umeona tangia uanzie this program? Challenge ya kwanza ni kupata kioo. Kioo chenyewe. Kwa sababu kupata kile kioo ambacho kinahitajika imekuwa ni kazi ngumu kidogo. Kampuni kubwa kama Impala hawana hicho kioo. So wakati niliona kuna hiyo challenge pia, so nikajiuliza tutangoja mpaka wakati kioo kitapatikana ama what can we do? So I thought of working with a ordinary mirror. Kioo cha kawaida. Lakini kioo kikubwa kidogo in terms of width. So that's a very big challenge. Na kwa wale ambao wamezoea kununua vioo, they can tell you that the biggest challenge ya kioo ni scratches. Kwa sababu kitakwaruzwa wakati kinabebwa. So lakini kioo ambacho kinahitajika kwa hii kazi, they call it toughened. So most of the times hakina hizo scratches. So that's the first problem. The second problem ni kupata kalamu za kuandika. Kalamu ambazo zinahitajika kuandika kwa kioo hiki ambayo ni ubao wetu hazipatikani kwa bookshop. Kwa hivyo ilinibidi niagize kutoka nje hizo kalamu. So kwa hivyo kuna gharama ya kununua na gharama ya kusafirisha. So that's the next challenge. Na ukikuja kwa ile setup kama mtakavyoona, inahitaji quite a bit of arrangement. Na kwa hivyo hizo ni vitu vyote ambavyo zinahitaji fedha. Kwa hivyo unaweza pata ni ka project kadogo, lakini kakona gharama. Lakini kama wanavyotuambia kitu chote kizuri kiko na gharama yake. But now the biggest challenge ni kuconvince watu, my colleagues na wengine, kwamba this is a good idea. Because most of them want to see it, they want to see how it works first. And so the challenge has been
can I put my idea in a way that people can see, and then from there they can gauge or they can judge whether it's a good idea or not. So kwa sababu si idea ambayo iko na watu wengi, imekuwa na hiyo challenge, lakini tunaendelea. Na labda nikuulize, wakati tuseme huu mpango umechukuliwa na serikali ama tuseme walimu wameadapt, labda itakuwa msaada gani? Niseme hivi, kama mtakavyoona, katika hali ya kufundisha ama katika hali ya kusoma, there are different methodologies of teaching. There is a lecture method, there is a discussion method, and what this idea is doing, inapatia walimu nafasi ya kuchanganya two methods of teaching. Kwa hivyo mwalimu anaweza tumia demonstration, but at the same time they are teaching in the same screen, and it na ni kitu cha faida sana kwa wanafunzi, especially kama saa hii tunapangia mambo ya Disemba, miezi miwili ambao watakuwa nyumbani. Mwalimu anaweza amua kurecord a whole topic na ana demonstrate na anaandika, na wakati mwanafunzi anafuatilia mwalimu anavyoelezea kitu na anavyo demonstrate, kile kitu kina stick kwa mind yake. And so tunapatia wanafunzi na walimu nafasi ya kufanya ile the learning experience more personalized, kwa sababu wakati mwalimu anaongea direct into the camera, there is a direct conversation na mwanafunzi. And so kama mtakavyoona, it's an exciting idea, not only to the students but also to the teachers. Ni vizuri. And labda serikali imeingilia kati kwa huu mpango wako ama bado hawajapata kujua vitu ambavyo unavifanya pale? Kwa sasa I'm still working. I've had a lot of support from my school administration. Wamenipea nafasi kama umeviona pale kwa library. So it's an idea which is still in the infancy stages, haijatambulika. Lakini ningetaka ni ombi langu idea itambulike na iweze kuchallenge walimu wengine kwingine, because we have very very creative teachers. And so if I can do something small like this, mine is to encourage and challenge other teachers. Maybe they can also come up with something. Na wakati tuna innovations zinatoka different places, especially from the classroom setting, because sisi ndio tuko na wanafunzi kila siku, we are able to come up with innovation ambazo zitatumika immediately kwa setup ya masomo. Okay, na labda umepangaje, labda kwa miaka 5 ijayo, huu mpango wako ungependa sana ukue mali wapi ama umefika wapi? Ombi langu na maono yangu ni this idea ikuwe adopted in as many schools as possible, at least a minimum of 100 schools. So my target is minimum of 100 schools in the next 3 years, ambao watakuwa wanaizitumia katika ile hali ya masomo. So that is my plan for the next 3 years, but God willing, if everything goes well, maybe you can even impact more. But malengo yangu ni at least 100 schools. Na huu mpango, lazima shule ambayo itafanya huu mpango, lazima kuwe na kitu ya kwanza, lazima kuwe na STEAM. Yes. Lazima kuwe na kitu kama what do we call it? Ina projector, the projection part of it. Lazima kuwe na teknolojia meza. Kuna zile shule za mashinani kule, labda wangependa kutumia mpango kama huu. Hakuna njia nyingine ama mbinu nyingine ungebuni rahisi zaidi, ama njia ya kutumia umeme kuhakikisha kwamba huu mtaala wote unaenda sawa? Hiyo ni swali nzito kidogo, kwa sababu katika hali ya kuboresha elimu kuna cost ambazo zitakuwa, but what I would recommend for such a school is that badala ya kununua kioo for every class, wanaweza nunua kioo kimoja,
ambacho kitakuwa kimewekwa tuseme mahali pamoja, tuseme library, ambao walimu wanaweza kuwa wanakitumia kwa mwalimu akitumia wakati huu, mwingine akitumia kwa wakati huu mwingine. So that can still help, but also shule nyingi ambazo ziko mashinani ziko na solar, so bado solar inaweza saidia. Na but the biggest idea ni walimu waweze kurecord hizi lessons, watumie watoto wakati wa holiday. Watoto wako na access ya simu za wazazi, simu za kazi zao, na kwa sababu wanazitumia kwa njia zingine, mbona wasijitumie kwa hali ya masomo? Kweli kabisa. Basi ni kumaanisha kwamba ukiwa pale darasani uko na uwezo wa kurekodi kila kitu wakati unafunza, na unatuma hizo notes ama hiyo masomo yote unatumia wanafunzi, na wanasoma vile mlikuwa like zile vitu ulikuwa unafanya darasani zote wanazifanya, wanaziona live. Yes. Na in fact advantage ni ukisha record na umewatumia, mwanafunzi anaweza rewind ama pause. Okay. Unaona? So kama kuna mahali hajaelewa anarudisha nyuma kidogo. Kama ako sawa anasongesha mbele, anasongesha nyuma mpaka ile wakati hiyo point ambayo itaingia kwa mind. So inasaidia wanafunzi kukua na hali ya masomo ambayo inaendelea kwa mind zao, so that they are not distracted wakiwa nyumbani. Ni vyema basi, lakini ni kumaanisha pia kuna gharama nyingine imeongezeka. Kuna wifi inahitajika ama data. Tuseme lazima shule ikuwe na data, ikuwe na wifi ndo sasa huu mpango uweze kuendelea. Ama kuna njia nyingine labda ingefanyika manually without data, or rather the wifi, the internet. Kwa kurecord si lazima ukuwe na bundles nyingi. Si nyingi, ni kiasi kidogo tu ambazo alafu najua nini, wanafunzi wanatumia bundles nyingi sana. And by the way, 67% of the students have access to a smartphone. So they are already using them for many other things. We are just giving them an extra option, ambapo mwalimu akituma kitu soma, zaidi ya kuwatch mpira na vipindi vingine vyote soma sasa. Tuseme kwa mfano imekuwa sasa ni kazi, imekuwa sasa ili jambo limechukuliwa na uzito zaidi, na ikawa sasa wewe ndio utakuwa unaelezea ama una guide what to do on this side. Labda utaacha kazi ya ualimu ama utafanya? Sio kama unaweza kumbuka huyu mzee alikuwa anaongea, alikuwa anaitwa Abdul Badida. Aliulizwa swali kama hilo, akaulizwaje wewe ni mwalimu, darasa lako ni wanafunzi 40, akaulizwa utawezaje kugovern nchi? Akasema the country is a bigger classroom. And I would say the same thing. I would just have a bigger class. Yes. Shukrani basi. Murebe wa Rumuri TV tubete na mbere kuyatokea na gina imoko yemwe na mwarimu urebe twakiana mantu makindi kana utiabo kindi kuthomithia gutema ana baina mbere kwa gaikenagira mathomo mago na muno kurukutigira ati mathomo mama kuthomithwa kirachini makure kondo na mare kondo mwana kinyena aramuji na kuina mbere kwigwa akimonaga akithomaga kaguria kiratumirwa wewe gicunji kia mwiri atumirwa akaendelea kuthoma, na wewe atirere wagacoka coke nyuma akaendelea mbere kengwa thina mbere kwigwa akithoma kiri gicunji kia mwiri kibire tukaina mbere kwa tukionaga mantu matu kwiragirwaga tumenye na tuonerwe owebwe kurotheka na owebwe kurotheka kengwa twina mbere kwa tukimenyaga bungwa kurabu ithiritwe bukeragirwa ni mwalimu kogu nayo thikuraya no tunyumya kagitate kuraya tugucokera na kengwa tuthina mbere na mubango turikana gukone kwa Meru TV wethire watemete nani chambo yetu ni family. Okay.